Na hii ni Vunja Ukimya TV kwa habari zetu mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Majina yangu naitwa Apostle Toru, napatikana Tanzania, Dar es Salaam. Ni usiku wa maombi na maombezi. Niko hapa, Mungu amenipa neema kutamka neno la kinabii kwenye hatima ya maisha yako. Sitaenda mbali na semina yetu iliyoisha hapa karibuni. Ilikuwa ni semina ya baraka sana. Ujumbe wangu wa leo nitashamaliza pale pale kwenye usiku wa kupokea upako wa baraka za utele. Na nina sababu ya kushamaliza au kusamalize kwenye ujumbe huu. Niko na sababu. Kwa nini nimekuwa na sababu? Sababu ya kwanza ni hii hapa ifuatayo. Nimepokea shuhuda mbalimbali. Simu zinaita, watu wanatoa shuhuda. Mungu ametenda, Mungu anafungua, Mungu anainua. Oh my God. Semina iliyopita ilikuwa ni semina ya baraka, ilikuwa ni ya ushindi, ilikuwa ni semina iliyotukuka isivyo kawaida. By force, by power. Kama ulikuwa bado haujapokea ushuhuda, usiku huu wa leo ikawe zamu yako kwa jina la Yesu. Ikawe zamu yako sasa kwa jina la Yesu. Pokea ushuhuda kwenye hatima maisha yako. Pokea ushuhuda kwenye ndoa yako. Pokea ushuhuda kwenye uchumi wako. Pokea ushuhuda kwenye mahusiano yako. Pokea ushuhuda kwenye hatima yako. By force, by power. Pokea ushuhuda saa hii. Pokea ushuhuda sekunde hii. Katika jina la Yesu Kristo hai. Inawezekana uko Canada au uko Marekani au uko Uganda. By force, by power. Hata wewe inawezekana kupokea ushuhuda usiku huu wa leo. Ikawe zamu yako. Usisikize watu wengine tu wakishuhudia na wakipokea ushuhuda. Hata leo hii, muda huu, saa hii usiku, nipo kwa ajili ya kukutamkia neno la ushuhuda. Wako watu wamepata shuhuda za kutosha mahali hapa. Nimepata shuhuda za kutosha mahali hapa. Nimepata simu. Unajua kuna simu za salamu, lakini kuna simu za ushuhuda. By force, by power. Nimepokea simu za ushuhuda. Sio hapa Dar es Salaam. Simu za ushuhuda nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Simu za ushuhuda kwenye nchi za jirani. Simu za ushuhuda. Watu wanashuhudia matendo makubwa ambayo Mungu ametenda. By force, by power. Ukawe wewe kwa jina la Yesu. Ndio. Ni lile andiko ambalo tumekuwa tukitembea nalo. Na ndilo hilo andiko limeleta matokeo. Ni lile neno la kinabii kwa mwaka 2026. Ndilo hilo neno ambalo limesababisha shuhuda kwa watu. By force, by power. Hiyo shuhuda ikatendeke kwenye maisha yako. Haijalishi unanisikiza kupitia Vunja Ukimya TV. Haijalishi unanisikiza kupitia akaunti yangu ya Apostle Toru. Haijalishi unanisikiza kupitia madhabahu yetu ya East Africa Vunja Ukimya. By force, by power. Siku ya leo ni siku ya ushuhuda kwenye hatima ya maisha yako. Ni siku ya ushuhuda. Ni usiku wa ushuhuda. By force, by power. Ni usiku wa ushuhuda. Inawezekana kulingana na nchi uliopo. Saa hii napohubiri, saa hii napotoa neno la kinabii, inawezekana ni asubuhi kulingana na nchi uliopo. Inawezekana ni mchana saa hii. Haijalishi kulingana na majira unayopitia. Kwa jina la Yesu ukapokea ushuhuda by force, by power. Haijalishi kwamba ni asubuhi. Pokea ushuhuda sekunde hii. Pokea ushuhuda sekunde hii kwa jina la Yesu. Haijalishi kwamba ni mchana. Pokea ushuhuda kwa jina la Yesu. Haijalishi kama ni usiku. Pokea ushuhuda kwa jina la Yesu. Ila kwa nchi niliyopo, muda huu ni usiku. Ni usiku wa rara unono. Kupitia madhabahu hii ya East Africa Vunja Ukimya. Ni usiku wa lala unono. Kupitia andiko la Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 11. Tutalisoma kwa pamoja. Tuone nini kimeandikwa hapo. Alafu tuombe pamoja. By force, by power. Kuna jambo Mungu anaenda kutenda kwenye hatima maisha yako. Haleluya. Ndiyo. Ni usiku wa neno la kinabii. Ukiingia kwenye akaunti ya Vunja Ukimya TV utakutana na ujumbe kama huu.
usiku wa neno la kinabii. Na ukiingia kwenye akaunti yangu ya Apostle Toru utakutana na neno hili, ni usiku wa neno la kinabii. Oh, haleluya. Na ukiingia hapa kwenye madhabahu yetu ya East Africa Vunja Ukimya, vile vile utakutana na neno la kinabii. Kumbuka ya kwamba ni usiku wa neno la kinabii. Nisikize kwa umakini. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 10 mpaka wa 14. Namba 10 imeandikwa hivi: na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, by force by power. Mataifa yote ya duniani, haijalishi ni ndugu zako wa karibu wamekukataa, haijalishi ni rafiki zako wa karibu wamekukataa, haijalishi ni watu wa mitaani wamekukataa, by force by power. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Oh my God. Maana yake ni kwamba ni mtu ambaye ulikuwa hauna thamani, by force by power unakuwa na thamani kwao. Unaitwa na Bwana. Oh my God. Unaitwa na mkuu wa wakuu, unaitwa na mfalme wa wafalme, by force by power. Usiku huu wa leo ninakutamkia neno la kinabii kwenye hatima ya maisha yako. Oh, haleluya. Inawezekana ulikuwa haufikirii kwamba utaitwa by force by power. Mahali hapa kuko na upako wa kuitwa. Utaitwa na bosi wako, utaitwa na mfalme, utaitwa na mkuu, utaitwa kazini, utaitwa kwenda kuchukua pesa yako, utaitwa kulipwa madeni yako, utaitwa mialiko ya furaha, utaitwa mialiko ya ushindi, utaitwa mialiko iliyotukuka, utaitwa mialiko mikuu katika nchi, utaitwa by force by power. Ni upako wa kuitwa by force by power. Inawezekana ulikuwa hujawahi kuitwa. Mara nyingi ukiitwa unahisi kuna huzuni, mara nyingi ukiitwa unahisi kuna tatizo. Kuna simu ukiona unaona hii ni simu ya tatizo, sio bure. Kuna simu ukiona unaona hii ni simu ya tatizo, sio bure. By force by power. Pokea simu ya baraka, pokea simu ya ushindi, simu ya kuitwa kwenye kazi, simu ya kuitwa kwenye furaha, simu ya kuitwa kwenye ushindi, simu ya kuitwa kwenye mamlaka, simu ya kuitwa kwenye furaha iliyo ya juu isiyo ya kawaida. Oh, haleluya. Yes, Bwana akupe utele kwenye maisha yako. Ukiwa na utele kwenye maisha yako lazima upate ushuhuda. Watu wengi wanaokosa ushuhuda kwenye hatima maisha yao ni wale ambao hawako na utele. Sijui nanielewa? Kuna baraka zile ambazo zina utele ndani yake, ndipo unajisikia kushuhudia, kwa sababu zile baraka si zile ambazo umezizoea. Lazima upate neema ya kushuhudia. Kwa sababu gani? Imekuwa ni tofauti kuliko jana, imekuwa ni ya pekee kuliko jana. Nilijua utafanya, ila sikujua ni kwa namna hii. Nilijua utatenda, ila sikujua ni kwa namna hii. Umenishangaza, ila sikujua ni kwa namna hii. Huyu jamaa wakati anaimba huu wimbo, kuna namna Mungu alimsurprise, kuna namna Yesu alimsurprise, kuna namna Jehova alimsurprise by force by power. Na wewe natamka muda huu, Yesu akusurprise kwenye ndoa yako, Yesu akusurprise kwenye ubinti wako, Yesu akusurprise kwenye nyumba yako, Yesu akusurprise kwenye maisha yako, Yesu akusurprise. Surprise ya hali ya juu, surprise ya kipekee, surprise ya kimataifa, surprise ya kuvuka mipaka, surprise ya kwenda viwango vingine, surprise ya kuondoka kwenye mateso, surprise ya kuondoka kwenye umaskini, surprise ya kuondoka kwenye huzuni. Yesu akusurprise by force by power. Muda huu na alika upako wa surprise, upako wa surprise ukawe juu yako sasa, upako wa surprise ukawe juu yako sekunde hii, upako wa surprise ukawe juu yako muda huu. Hakika weza Bwana kwa mahali hapa ili kwa kuponya na kubariki. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtu huyu ambaye amenisikiza
tangu mwanzo wa kipindi mpaka mwisho huu wa kipindi. Yesu onekana kwenye hatima maisha yake, onekana kwa ndoa yake, onekana kwa ujana wake, katika jina la Yesu Kristo. Fungua milango, fungua madirisha Yesu, milango ya baraka fungua Yesu, madirisha ya baraka fungua katika jina Yesu. Mahali ambako palikuwa pamefungwa saa hii paka funguliwe by force by power, paka funguliwe muda huu by force by power, paka funguliwe sekunde hii katika jina Yesu. Huyu mama ambaye amelia kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, Yesu ukamfute machozi usiku huu, ukamfute machozi, ukatetee maisha yake katika jina Yesu. Yale mambo ambayo yalikuwa ni mlima kwenye maisha yake, kwa jina Yesu. Yesu, ondoa mlima huo, ondoa mlima huo, ondoa jaribu hilo, ondoa mateso hayo, ondoa mabonde hayo, ondoa adhabu hiyo, ondoa tabu hiyo, ondoa shida hiyo, ondoa kilio hicho kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Na achilia neema na ushindi ukawe juu yake sasa, ukawe juu yake muda huu kwa jina la Yesu Kristo. Na haribu na kuteketeza kila nguvu za giza zikapate kushindwa kwa jina Yesu. Kuna mtu mwingine mlima wake ni ugonjwa, kwa jina Yesu huo ugonjwa toka, achia kwa jina Yesu, toka, achia kwa moto, toka, achia kwa jina Yesu, toka kwa moto katika jina Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako, na libariki jina lako na kulinua, uweza wako ni ajabu, pendo lako ni ajabu katika jina Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako, na libariki jina lako na kulinua, uweza wako ni ajabu. Hakika uweza Bwana kwa mahali hapa ili kuokoa, kuponya na kubariki katika jina Yesu. Kupitia social media hizi Yesu kaonekane, Yesu kaonekane, mfalme kaonekane katika jina Yesu. Onekana kwa Vunja Ukimya TV. Yesu onekana kwa akaunti yangu ya Apostle Toro. Yesu onekana, mfalme onekana, mfalme onekana, onekana kwa madhabahu ya East Africa Vunja Ukimya. Yesu onekana, mfalme onekana. Ponya mama huyu, ponya baba huyu, ponya binti huyu, ponya kijana huyu katika jina Yesu. Amen. Ndio nikualike sasa kwenye akaunti yangu nzuri ya Apostle Toro. Ukiwa mahali hapa, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, itakuwa ni baraka zaidi. Lakini pia jitahidi kushare clip hii na kwa watu wengine wapate ujumbe huu wa baraka na ujumbe huu wa ushindi katika jina Yesu. Ndio, lakini pia nikukaribisha kwenye akaunti nzuri kabisa ya Vunja Ukimya TV. Ukiwa mahali hapa kwenye Vunja Ukimya TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia share clip hii kwa watu wengine wapate na wabarikiwe na waponywe zaidi. Ndio, lakini pia nikualike kwenye madhabahu yetu nzuri kabisa ya East Africa Vunja Ukimya. Ukitaka kuwa mmoja wapo kwenye hiyo madhabahu, andika namba hii 0622068788. Hiyo ni namba yangu ya Apostle Toro. Utanipata kwa inbox, eleza shida yako na Mungu yuko ataenda kukufungua. Amen. Amen.